mama pale alipo. Na nimeshindwa kuoa mwanamke mwingine kwa kukataa kwamba mtoto wangu mimi yule ataharibiwa kisaikolojia. Na bado ndio maana nimeamua mwanangu mimi nimweke katika mafunzo ya dini, halafu pia kuna ndio mwanangu. Utaniambia Karinga. Tungutu. Sasa muda umefika wa kurudisha mikoba. Na kama hujampata mtu wa kukabidhi mikoba, hakikisha umpata haraka iwezekanavyo. La sivyo usipofanya hivyo, mambo yanaharibika. Nadhani umenielewa. Tufanye haraka kabla mambo hayajaribika. Sasa tumsole mlembe mboga sasa, mlembe mboga sasa, tumsole mlembe mboga sasa, mlembe mboga sasa. Narudi. Wandema, muda umefika sasa wa kuweza kulisi mikoba, maana mizimu mimi imenifuata, imeniambia kwamba wakati umefika kuweza kulisi mikoba na atafutwe yule mtu wa kuweza kulisi mikoba. Sasa lazima apatikane Wandema, maana toka marehemu bibi alivyoweza kupotezwa na mizimu baada ya kukosea masharti, hakuweza kupatikana mtu wote wa kuweza kulisi mikoba. Inapaswa apatikane sasa Wandema. Sasa tutampataje kwa haraka hivi? Inabidi umtafute, kwa sababu yule ndio atakayeweza kuwa mume wako wewe na ndio ataweza kulisi mikoba. Kwani ni yeye tu? Ndio yeye. Na utampata tu. Sawa Wandema? Nadhani umenielewa kwa makini. Nimekuelewa. Sawa. Mlima kungwe, wamala wanu wamala, mlima kungwe,
wamala wanu wamala mlima kungwe mlima kungwe wamala wanu mlima kungwe mlima kungwe wamala wanu wamala 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 mlima kungwe wamala wanu mlima kungwe wamala wanu wamala kungwe wamala wanu wamala kungwe mlima kungwe. Halo? Yes, Nabii Rigol. Isi kama kawaida mshikaji wangu. Nipo ofisini rafiki yangu, kuna kazi fulani ya Cheka Kipolo. Nikaona leo bora niidamkie na niifanye ndugu yangu. Maeneo gani sasa? Okay. Basi poa. Nisikilizie basi hapo soon nitakuwa nimeshafika ni. Hamna noma. Hii kazi nitakuja kuimalizia muda wote bwana. Kazi sio ya mtu bwana, kiofisi si hapa hapo, unajua napeleka sawa nini. Okay poa sasa hivi. Poa. Vipi ofisini kwangu?
Mbona kwa ofisini kwangu vipi? Alafu wewe ni nani? Ha? Na umetokea? Sasa mbona kila ninachokuuliza wewe unasema jibu tu kwa kichwa, na maana huwezi kuongea au na unafanya haya mambo? Sasa mimi nitakujuaje? Unajua kuna baadhi ya vitu inabidi uvifungue, inabidi uongee. Unafanya sawa na nimekukuta unachora sawa. Wewe ni nani? Kwa hiyo wewe umetokea wapi? Na kwa hapa Ifakara umefikia wapi? Unajua unanichanganya. Sawa? Unanichanganya. Yaani haiwezekani tu wewe ufike afu usifahamu umefikia wapi na usifahamu umetokea wapi. Alafu kila ninachokuuliza unapenda sana kujibu kwa kichwa. Sijajua kwa sababu gani. Kwani nilichokifanya ni kibaya? Sio kibaya. Ni idea nzuri sana. Yaani kama ulifocus kwenye akili yangu. Na hii ndio inanipelekea mimi kuhoji sana ili nifahamu zaidi kuhusu wewe. Kama nilifanya kitu ambacho ni kizuri kwenye mchoro wako na sio kibaya kwako, kitokea ni kizuri kwako, kimekupendeza, basi naomba tu support mimi niishi na wewe, labda kae sehemu sina sehemu kukaa, sijui yani. Hilo sio tatizo. Hilo sio tatizo na wala sio shida. Lakini kufahamu zaidi ndio shida. Alafu isitoshe kama tutajenga uaminifu, naomba uwe mwaminifu. Usije ukanipe kibarua changu kwa sababu mimi naishi kwa kutegemea hii sanaa. Na sanaa inahitaji mtu perfect. Wewe ukiwa perfect na mimi nikiwa perfect, tunazalisha kitu kizuri. Kwa hiyo nikikuamini naomba uniamini. Sawa? Maana nikasema kama nimefanya kitu kizuri hapa juu ya mchoro wako ambao umeuandaa na mimi nikaja kufanya kitu kizuri juu yake, mimi nafikiri hatuwezi kuungana, hatuwezi kukaa. Mimi nafikiri tutakaa pamoja, tutakuwa tuko vizuri kabisa. Mimi najua hizi kazi zinahitaji watu perfect. Kwa hiyo kama wewe ni perfect na mimi perfect tunazalisha. Kwa hiyo kama una matukio ya ajabu ajabu naomba uache. Sawa? Tutakuwa pamoja. Karibu sana. Nimezipenda sana picha hizi. Hizi ni picha za michoro na tunatumia rangi ya maji inaitwa acrylic. Ya hizi picha ni za michoro ya tingatinga. Ya ni tingatinga kwa sababu watu wamezoea kuziona kazi za tingatinga zikiwa hivi. Lakini hii kwa mfano ile ya kwanza inaitwa samaki style. Samaki style. Ni samaki style na danso ya utamaduni ule wa kucheza cheza ule utamaduni wetu wenyewe. Hii hapa ni picha ya ujamaa ya vijiji, watu wanakuwa nakaa pamoja na kufanya shughuli pamoja. Kazi zetu hizo. Lakini pia hii ndio tingatinga sasa original. Inakuwa ya wanyama na kile kama duara. Sawa, nimekuwa nikipita hapa nikiziona mara nyingi sana. Na nilijaribu kumdodosa mwanangu kidogo, akasema kwamba anazipenda sana kwa ajili ya ninazo nyingi sana. Ningependa ninunue leo, lakini bahati mbaya nimetembea bila pesa. So ni kwamba kama utapata muda uweze kumtembelea pale nyumbani. Unakaa maeneo gani? Mitaa ya Asante Lodge. Okay, Asante Lodge. Asante Lodge ni nani? Nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu. Muda gani unarudi kazini? Tunarudi kama around kwenye saa 1 saa 2. Mimi saa 2 nitakuwa niko pale. Nashukuru mchoraji kwa kuniletea. Mimi nilitegemea kwamba usingeweza kufahamu. Hapa najua kazi zetu zinatupa uzoefu wa kwenda kutembea hasa kwenye vichochoro. Ndio, kwa sababu kujua watu wamezoea kwamba sanaa lazima mtaikute kwenye ofisi yako. Hapana. Sisi sasa hivi tumeamua tusambaze wenyewe, tutafute wateja, tutembee tutafute wateja. Na ndio maana tunakuwa wazoefu kwenye vichochoro mbalimbali kila kona. Sasa ni vizuri, lakini
mimi mara nyingi si mchaguaji. Napenda sana kumpa binti yangu uhuru wa kuchagua. Ni jambo zuri sana, ni jema. Kiona kuna vitu kwenye picha ulioshika. Kile umeenda kwenye ujumbe. Naam. Yasinta. Yasinta. Abe baba. Njoo. Ni nzuri. Nzuri. Nzuri kwa sababu ujumbe pia. Jambo lilikuwa la kuchagua, haja chague. Sio kundo unataka kuondoka. Asante sana. Asante sana. Ni mchoraji ambaye nimepita leo. Nikaziona picha nikazipenda. Bahati mbaya mchana ule sikuwa na hela. Lakini nikamwelekeza hapa na bahati nzuri sasa hizi ametozo picha. Sasa ningeomba nikupe uhuru wewe uweze kuchagua hizo picha. Hivi ambayo tunaipenda ili tuweze kupamba ndani. Unaweza kaangalia ipi nzuri ili tuweze kuweka sitting room. Vizuri sana. Nimezipenda jema pia kushirikisha na familia. Nimezipenda. Baba mimi nadhani. Ulikuwa mazuni wangu. Sasa kuna neno hapo limeandikwa real love never die. Na labda kwa sababu ni mchoraji unakuwa unawasilisha kitu fulani, hisia zako katika akili yako. Kwa hiyo unaweza kunifafanulia? Ni swali zuri. Hii picha wewe inakuwa na ujumbe. Lakini kuna kuwa na ujumbe ulio ndani na kuna ujumbe ambao unaonekana kwenye picha. Ujumbe wa ndani ni kwamba ni watu wawili. Ni picha yenye watu ambao wanaishi kwa ujamaa. Lakini panapo ujamaa pana upendo. Na ukikosekana upendo hapakuwezi kuwa na ujamaa. Upendo hakuna kwa kweli. Hakuna tena upendo. Na hata sisi Biblia inatufundisha kwenye Petro wa kwanza sura 4 mstari wa 7 hadi 11 unasema, lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Basi iweni na akili, mkeshi katika sala. Zaidi ya yote iweni na juhudi nyingi katika kupendana, kwa sababu upendano husitiri wingi wa dhambi. Mkaribishane ninyi kwa nyinyi pasipo kunung'unika, kwa kila mmoja kwa kadri alivyopokea karama. Utumieni muda wenu kwa kuhudumiana kama mawakili wema. Mtu akihudumu na hudumu kwa kipaji kile alichojaliwa na Mungu, ili sisi sote tutukuzwe kwa Bwana wetu Kristo. Utukufu na uweza una yeye milele na milele. Amina. Nimependa, ni kitu kizuri umechagua, lakini niseme kitu kimoja. Hata Bwana Yesu alisema kwamba amri kuu na wapenda. Katika zile amri kuu. Maana mtu mmoja alimuuliza, "Je, Bwana, katika zile amri 10 zile, ni ipi iliyokuwa?" Akamwambia ni 2. Ya kwanza, mpende Bwana Mungu wako kwa uwezo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa bidii zako zote na kwa akili zako zote. Ya pili afanana nayo, mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Ukizitimiza hizo basi unaona ufalme wa Mungu. Bila upendo hatuwezi kuishi. Kwa hiyo begani hii mimi kwa sababu umeipenda na ujumbe umejaribu kuufafanua. Na umependa ujumbe wake na picha yangu umeipenda, sana yangu umeipenda. Shilingi 50. Yeti. Basi kama na zingine nzuri, zingine kuchora, basi mnaita hapa. Nzima ya. Kupenda pia. Kuna picha
Karibu ya sita. Asante niambie. Safi, wanyama umependeza. Mama ndio umenigaya mwenzio. Kwa nini Asinta? Uonekani sasa hivi hata mje kumtembelea hutaki. Unajua kazi zile zinachokesha Asinta. Kweli. Alafu nimekumbuka kitu. Juzi nilipita pale saloni kwako. Ndio nikamkuta msichana pale. Kuulizia akasema nitaanzia wapi? Ikabidi nipite lakini mbona ina maana Ndema atakuwa ameondoka bila kuniambia. Haya mna Asinta, zile kazi za saloni zinachokesha sana. Yaani ikifika jioni muda mwingine nakuwa anachukua na mwachaga yule msichana. Sasa Ndema umekuja na mgeni. Mgeni? Mgeni nimemwona mgeni hapa. Mgeni anaitwa Skilo. Skilo. Skilo, huyu anaitwa Ndema. Ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Kila kuja hapa mjini mimi nimempokea, tunaishi naye vizuri sana. Kwa hiyo yani urafiki wetu umekuwa kama ndugu. Ni kweli. Skilo, karibu kwangu. Asante sana. Huyu Skilo napenda kutambulisha kwako leo. Sasa niambia anaitwa Skilo. Anyway, ni mume wangu mtarajiwa. Mume wangu mtarajiwa. Mimi niseme nimependa sana. Nimependa kilichofanyika hiki. Nafikiri ni alama ya upendo katika upendo. Ni ishara ya upendo katika upendo. Na ni alama ya uaminifu, sababu hatua ya mtu kwenda kutambulishwa ni kuvunja wigo. Kuvunja wigo. Sasa kuvunja wigo ni kujiamini. Mimi nasema nimeaminika kwako. Naaminika kwa Asinta. Nimependa hilo. Nimependa sana. Sana. Asinta nimependa. Sawa. Tunapenda sababu ya kurudisha sifa na shukrani kwako Mfalme wa Amani. Tazama Baba, ninasema asante kwa sababu umetulinda, umetupigania kwa siku nzima ya leo. Jehova, umelinda mimi na familia yangu. Nina kila sababu ya kurudisha sifa na utukufu kwa maana wewe Mungu unastahili kupokea sifa na utukufu. Bwana ambaye unasujudiwa na wazee 24 na wale uhai wanne, makerubi na masarafi wanainama mbele zako siku na mchana wakisema Baba unastahili kupokea sifa na utukufu. Nina kila sababu ya kurudisha sifa na shukrani mbele zako kwa maana wewe Mungu umelinda familia yangu, umeitetea katika magumu yote yanayopitia. Jehova Mungu bado unatupigania, Mungu bado unatupenda, Mfalme wa Amani. Ninasema asante wewe Mungu muumba mbingu na nchi. Bwana, nina kila sababu ya kushukuru na kuinua jina lako kwa maana wewe pekee ndio unaitosha, wewe pekee ndio unaiweza. Jehova Shama, wewe Mungu uliumba mbingu na nchi, vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Baba, tazama ninasema asante mbele zako, ninalinua jina lako na kulitukuza na kulibariki. Jehova Shama, ni mengi ninayopitia lakini Bwana umenishika mkono na kunivusha na kunipigania. Mungu unastahili kuabudiwa na viumbe vyote, wewe Mungu ambaye umeumba
kuliko hata mwenyeji. Sasa ndio unakwambia mwanzo simwamini yule msichana. Sasa ndio subiri tupige tule kabisa. Yasinta. Hebu nisindikize bwana, acha masuala. Mwenyewe baba lake huyo. Wazidi kunenepa. Acha mimi naondoke. Sawa, ndio mata mwenyewe kwa sikufikishi mpaka. Sababu unajua mida ya kulimzia nataka nimwandalie. Sio mzangu anakuwa mkorofi. Baba yako eh? Sasa Yasinta, niko na shida moja. Nenda niko mle ukutani. Umepelea kidogo. Nilikuwa nahitaji picha. Kwa sasa nilikuwa nahitaji namba za Skilo. Namba Skilo. Sasa mbona unashangaa jamani? Wala hamna. Kwa sababu mimi kichwani kusema kweli wandema sijaishika. Lakini kwa nimesave kwenye simu yangu. Alafu simu yangu ile Grace mtoto wa auntie yule alikuja asubuhi kuonekana naye. Basi poa. Cha muhimu si unapita ile njia? Basi pitia pale chini kwake utamkuta. Basi poa. Mimi basi mimi niwani kama angalie mzee. Unajua Baba yako naye? Mwenzangu unashinda kusinza mpaka huko nyumbani kwangu. Basi poa moyo, mimi kumwandalia baba. Haya bye. Haya. Safari njema. Poa. Haya poa. Shikamoo baba. Amka. Samahani lakini mama. Bahati nzuri sana nayo na kuvaa na saa nyingine nimenunua pale. Ila mimi kusoma saa sijui. Naomba nisomee saa ngapi sasa hivi? Saa sita? Hapana. Bado kabisa jua nimekuchwa sasa hivi mama usome saa sita. Ni saa sita baba. Niambie lini mama ulishawahi kuja pale saa sita? Kweli mama ushawahi kurudi nyumbani saa sita? Haya niambie umetoka kanisani umetoka wapi? Kuna rafiki yangu amelazwa kwa hiyo nimetoka kumuona. Kwa hiyo umekwenda kubia kunipa taarifa mpaka saa sita? Na ninavyojua kawaida hospitali kuangalia wagonjwa wa saa 10 mwisho saa 12. Sasa mpaka saa 6 hospitali gani? Mama. Kweli utaratibu huo kutokuagana kweli upo? Sikiza kwa mimi mwanangu. Kuwa na rafiki anekupeleka katika mwenendo wa Mungu. Katika mwenendo wa Kikristo. Marafiki wengine kazi yao ni kupoteza watu. Umeelewa? Ndio. Sasa kwanza tendo hili ulotenda nilikosea kwa sababu kunipa taarifa. Sasa imagine ungekuwa umepatikana matatizo. Mimi nikutafutia wapi sasa? Naomba unisamehe nikosa. Na huu umri ulionao Waswahili wanasema ujana ni maji ya moto. Usije mwanangu ukatumbukia katika matendo sio mema, matendo sio mpendeza Mungu. Sisi wa Kristo hayo matendo hatuyataki. Na shetani labda nikwambie sio dudu ambalo lina mapembe mawili, sijui jicho moja nini. Hapana. Shetani ni sisi binadamu kama sisi hivi tulivyo.
lakini wale wanaotenda matendo kumpendeza Mungu ndio binadamu walio wa kweli, na wale wanaotenda matendo yasiyopendeza Mungu ndio shetani. Sasa angalia mwanangu, kwa umri ulionao, usije ukaingia katika majaribu hayo mwanangu. Utakuwa babako mimi umenikosea, na mimi nakulea katika misingi na nakulea katika misingi ya Kristo. Haya, ona sasa, mimi mpaka sasa sijakula na sijui kama umekula. Hata sala pamoja tumeshindwa kuswali kweli. Ndio tunafanyaje mwanangu? Haya, kila mtu sasa ile kivi yake, nenda kalala, usirudie tena siku nyingine. Asante baba. Emcha. Kaa. Nadhani tunafahamiana mimi na wewe muda si mrefu sana. Lakini kufahamiana kwetu sasa imekuwa mpaka unaniingilia ndani ya nyumba, si ndio? Picha zako nyumbani kwangu zimefuata nini wakati sijazinunua? Aliomba tu, mwanao aliomba picha. Aliomba kivipi? Mnafahamiana vipi na mwanangu? Unajua tabia za mwanangu sasa hivi zimebadilika. Mimi nashindwa kuelewa. Sometimes anarudi mpaka saa 6 usiku. Lakini nimechunguza, nimeona kwamba inawezekana kabisa wewe ndio unomwalimu mwanangu. Uongo kweli? Sikiza kwambia, ni heri unichezee mimi au mali yangu yote kuliko kumchezea yule mtoto. Yule mtoto hana mama pale alipo. Na nimeshindwa kuoa mwanamke mwingine kwa kukataa kwamba yule mtoto wangu mimi yule ataharibiwa kisaikolojia. Na ndio maana nimeamua mwanangu mimi nimweke katika mafunzo ya dini, halafu pia kama kuna ndio mwanangu. Hapo ndio kwa kijana. Sasa utafanya hivyo mzee wangu. Utaniambia uniambie. Fanya hivyo. Samehe mtoto wangu. Samehe mtoto Unaona shati ulifanya? Una mawazo gani mwanangu wakati unajua mimi nitakwenda kazini? Unanunguzia shati mwanangu, una mawazo gani? Hivi naomba uniambie kitu kimoja mwanangu. Kinachokusumbua hasa kwa sasa hivi ni kitu gani? Kuna kitu mwanangu unakosa ndani? Kinachokufanya uwe na mawazo mpaka unanunguzia shati langu. Kitu gani? Hivi kwa nini kila siku unapenda kuzungumza neno msamaha na maana gani? Hebu naomba uniambie. Naomba uniambie, tatizo gani? Tatizo gani? Naomba uniambie. Naomba uniambie tatizo gani?
na epa sana mimi kukupiga, lakini naomba uniambie siku hizi zote hauko vipi? Naomba niambie wewe, utaniambia uniambie. Utaniambia unaniambia. Niambie tatizo ulilonalo. Niambie. Unafiki wewe. Wewe unafiki na mimi? Niambie Mungu wangu. Sema tatizo gani uko nalo? Umeanza mchezo mchafu eh? Umeanza mchezo mchafu. Wewe hebu chukua funguo. Ndio mtakunywa gita na mazoezi sana. Mpaka mtu anajua kabisa ukipiga gita. Yaani kama wao unavyojua nikija kujua siku ndafurahi sana. Ndio kitu mdogo wangu. Kila kitu kinahitaji mazoezi. Kila kitu kinahitaji hatua kwa hatua. Wazungu wanasema more practice make perfect. Yaani ili ufikie kwenye point ya juu unahitaji uanze na points za chini, ngazi kwa ngazi, ngazi kwa ngazi. Huwezi tu from nowhere ukafanya kitu zaidi ukafanikiwa pamoja ukijua. Hapana. That's why tunafanya sanaa zingine tunafanya hivyo. Fanya mazoezi ndogo yangu. Ila gita. Hatari sana. Mshakula? Hapana baba. Kwa kwenye mambo ya kufunga. Kwenye mambo ya kufunga? Barikiwe sana. Wewe unaelekea kanisani? Basi vizuri. Na vipi mgonjwa wako? Bado sijakuulizia anaendeleaje? Nashukuru Mungu anamsaidia endelea vizuri. Na mnafanya maombi? Ndio tuko kwenye mambo ya kufunga kwa ajili yake. Ndio njia pekee. Mimi labda niseme kitu kimoja mwanangu. Nashukuru sana kwa mwenendo unaokwenda nao. Huo hasa ndio mwenendo na maadili ya maisha yetu ya Kristo. Kama unavyojua sisi tuko wawili na nategemea uje kukua na uwe na familia yenye maadili mema yanayompendeza Mungu. Unajua starehe wanata zilikuwepo, zipo na zitaendelea kuwepo. Haziishi duniani hapa. Kwa hiyo si vema usi vizuri kuziharakishia. Mpaka umejenga misingi ya maisha yako. Umeelewa mwanangu? Kwa mimi nashukuru. Lakini pia ningependa siku moja wakati mnamfanyia maombi na mimi niwepo. Amina. Haya baba. Barikiwe. Amen. Na pia. Amina. Nakupenda. Kwa neema. Jambo ambalo natakiwa utambue kwamba mimi ni nani kwako. Umeelewa? Sawa Skilo. Una umuhimu sana kwangu, ndio maana nakwambia hivyo Skilo. Kwa neema mimi ni shemeji yako. Yaani mimi na Yasinta ni wapenzi na wewe ni shemeji mtu. Umeelewa? Yaani kwa muelewa kwa hili. Umeelewa? Sikiza nikwambie Skilo. Una umuhimu sana ndani ya maisha yangu mimi. Na pia naweza nikafanya mchana kwa usiku ni maji Yasinta. Never. Nikwambie, huwezi kuvunja kitu ambacho sisi wawili tumekipanga. Yaani jambo tulipanga mimi na Yasinta huwezi kuipangua. Sawa? Skilo. Yasinta, mimi naondoka. Lakini kwa makini sana leo tunakwambia. Polenda kazi. Sawa. Umetia stika. Safi sasa. Mimi sio mkaji na wipe. Mimi niingiza ya. Hiyo nitakuja. Yeah, bye. Kazi njema. Okay.
Bye. Poa. Haya. Wandema, muda umefika sasa wa kuweza kulisi mikoba. Maana mizimu mimi imenifuata, imeniambia kwamba wakati umefika kuweza kulisi mikoba na atafutwe yule mtu wa kuweza kulisi mikoba. Sasa lazima apatikane Wandema, maana toka Mariam bibi alivyoweza kupotezwa na mizimu baada ya kukosea masharti, hakuweza kupatikana mtu wowote wa kuweza kulisi mikoba. Inapaswa apatikane sasa Wandema.